Mama Kanisa, kama nilivyoelezea pale mwanzo, anatualika kusherehekea Dominika ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la kujiuliza, tujiulize, kupaa ni kufanyaje? Mimi sio mtaalamu sana wa Kiswahili, lakini ukitaka kupaa lazima uwe na mbawa za kupaa, si ndio? Lakini uelewa wetu wa kupaa, na kama tulivyoimba kwenye nyimbo zetu, wimbo wa mwanzo, wimbo wa katikati, ni kupaa. Kristo amepaa, alikuwa na mbawa za kupaa, na sisi pia tumealikwa tupae. Tunazo mbawa za kupaa. Utapaa na hiyo mikono? Haiwezekani, si ndio? Lakini sikukuu hii ya kupaa inakuja baada ya siku 40 za Kristo kutenda kazi yake hapa duniani. Kristo amekaa hapa duniani baada ya ufufuko wake siku 40. Na tunaambiwa Kristo amepaa akarudi kwa Baba. Siku 40 inamaanisha nini? Kwa maana yake ni siku, ama ni siku ambazo zimetimia, siku kamili. Maana yake ametenda kazi yake akamaliza. Ndio maana ya siku 40. Usifikiri unahesabu siku ya kwanza mpaka ikafika siku 40. Maana yake ni utimilifu. Kwa hivyo Kristo ametenda kazi yake akamaliza, na ndio maana anapaa. Tunasema siku 40 baada ya ufufuko wake. Lakini Kristo anapomaliza kazi yake na kupaa, anatuachia majukumu sisi ambao ni wa Kristo. Tuendeleze ile kazi ambayo alianzisha. Tumebatizwa kama Wakristo wa Katoliki. Tunaalikwa kuishi yale maisha Kristo aliyoyaishi. Maisha ya kutazama wagonjwa, maisha ya kutazama wasiojiweza, maisha ya kuoneana huruma. Haya ndio maisha Kristo aliyoyaishi. Maisha ya kusema ukweli. Tunaalikwa tuwe wa kweli. Kristo ni ukweli. Wewe kama Mkristo unapaswa kuwa mkweli. Na kila ukweli sio lazima usemwe, hata kama unaujua ukweli. Sababu ukweli mwingine unauma, si ndio? Na sisemi useme uongo. Unaweza ukawa na ukweli lakini unauweka tu. Sababu ukisema wote unaweza ukaathiri wengine. Kaa nao lakini usiseme uongo. Ikikubidi sema ukweli. Haya ndio maisha ya Mkristo. Kwa hivyo kwa namna tunavyojua kupaa, maana yake ni Kristo amemaliza ile kazi yake na anaenda kuishi maisha mengine kule mbinguni. Na anatuahidia Roho Mtakatifu atakayetuongoza katika kuitenda kazi ya Baba. Kuna huu mfano ambao ni maisha yetu ya kila siku. Baba na mama wakisha kulea mtoto, ukifika umri fulani unatakiwa na uondoke ufanye maisha yako, si ndio? Huwezi kuendelea kukaa na baba yako miaka 50, miaka 70. Kwa hivyo Kristo amekuwa baba yetu. Ametufundisha mambo yote hayo. Na leo hii anapaa kwenda kwa Baba. Anajua tumeshakuwa watu wazima. Mwambie mwenzako umekuwa mtu mzima. Sasa upambane na hali yako. Kristo anatuacha akijua kwamba ameshatufundisha mengi, na sisi tumeshakuwa wa Kristo, tunaoelewa neno la Mungu. Kwa hivyo wewe ulioko mahali hapa, usitarajie kwamba Kristo ataanza kuongozana na wewe tena hivi kila mahali. Yale maisha unapaswa kuyaishi kwanza, maisha yako binafsi. Uishi maisha yanayompendeza Kristo, na watu wakikuona wajue wanamuona nani? Kristo. Lakini pia Mtakatifu Agustino
anasema katika sikukuu hii ya kupaa, kwa sababu wanadamu hatuna mbawa za kupaa, tutafanyaje sasa? Siku moja nilikuwa napita kwa barabarani, nikasikia mlokole mmoja anasema, watu tupae na Kristo, tupae. Sasa unapaaje wakati una mbawa? Kwa hivyo Mtakatifu Agustino aliisemea vizuri sana. Akasema kupaa kama Kristo alivyoacha maisha ya hapa duniani akaenda maisha ya mbinguni, vivyo hivyo sisi kwenye yale maisha ambayo tumeyazoea. Na watu ni walevi. Sasa unatakiwa kupaa kwenye huo ulevi wako. Unakuta mtu ni mlevi, anakunywa mpaka akirudi nyumbani mbuzi wanapiga chafi na kuku wote wanakimbia. Sasa umuombe Mungu siku hii ya kupaa uweze kupaa kutoka kwenye ulevi. Kuna watu hawezi kuona ndoa ya mtu imetulia, lazima waingize hapo maneno, umbea mwingi. Mwambie Kristo upae, utoke katika umbea. Kuna watu ni wezi. Omba neema ya Mungu siku ya leo uweze kupaa na kutoka katika wizi, waasherati, yale yote ambayo unayajua katika maisha yako, kiburi na majivuno. Ndio maana ya lengo la kanisa kuweka hii sikukuu ya kupaa siku ya leo. Kwa hivyo ukiambiwa kupaa, usiangalie mbinguni huko, ukitazamia utaona mtu anapaa juu. Upae katika maisha yako mabaya, katika mwenendo mbaya. Ndiyo tunaalikwa siku ya leo. Basi tuombe hiyo neema, kwa sababu sio rahisi. Mara nyingi tunaanguka, na katika kuanguka kwetu Kristo ametuahidi kwamba katika kupaa kwake atatutumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu atatusaidia sisi katika kupaa. Umuombe huyu Roho Mtakatifu, na ndio maana leo tutakuwa na kongamano la Roho Mtakatifu. Tumuelewe Roho Mtakatifu, tumshirikishe Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Atatuongoza, mapaji yake yatatuepusha na zile tabia zetu mbaya. Na tukishaepuka, hivyo ndivyo tunavyoweza kusema tumepaa na Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ndugu zangu, tuendelee kuomba hiyo neema, na Mungu basi ataendelea kutujalia katika maisha yetu tuweze kupaa na Kristo.